Mheshimiwa Cabinet Prime Minister. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, ndugu yangu Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula, wenzangu wanasiasa na wale wako kwa kazi ya umma, wakuu wetu wa kanisa, askofu, naibei na baraza na wengine wote ambao wametusimamia siku ya leo. Kwanza nataka niseme kwa watu wa Kapkugo habari ya mwaka mpya. Muko salama? Mumevuka vizuri? Basi tutoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kupiga makofi. Kwa sababu kuvuka sio rahisi. Ni upendo wa Mwenyezi Mungu. Jambo langu la pili, kwa sababu nataka niongee kwa kifupi, tupeane nafasi kwa Mheshimiwa Rais anene. Kwanza nataka niwaambie, kuanzia Ijumaa wiki hii, yani ambayo imeisha, Mheshimiwa Rais alituongoza kuweka mkataba kati ya UDA na ANC, ikakuwa maja. Sasa huyu si rais wangu pekee, yeye pia ni party leader wangu. Na la muhimu ambalo nimeeleza pia kwa vyombo vya habari, tumekuja pamoja na tunataka tushikane kama Wakenya ili zile sera ambazo rais aliweka kwa manifesto yake tukiwa kama Kenya Kwanza, ya kuchunga mambo ya afya, kuhakikisha mambo ya nyumba katika taifa letu, ukosefu wa nyumba watu wapate, uhaba wa kazi, kuimarisha kilimo, kuhakikisha uchumi unabadilika, kwa sababu alipopata ushukani yale madeni yalikuwa kule ndani ni madeni ya ajabu, ni mazito na bado azidi kupambana nayo. Kwa hivyo kuungana kwetu ni kwa sababu lengo la muhimu ni kuhakikisha kwamba yale ambayo anaamua, yale mazito tumpatie nafasi, tumuunge mkono, asiwe mtu wa kuangalia nyuma kwamba nani amesimama nyuma yangu. Tunataka asimame mbele, aongoze wa Kenya, tutatue hizi shida. Ndio kwa sababu tumefanya maja. Hatujafanya maja kwa sababu tunataka tupige kabila yoyote. Tumefanya maja kwa sababu tunataka serikali ambayo ni imara, tupambane na yale nimesema saa hizi kuhusu uchumi wetu na taifa letu. Na mimi nataka niwaombe wa Kenya kwamba tusimame pamoja na Mheshimiwa Rais, tutekeleze huo wajibu. Na hapa Kapkugo, hapa nasikia ndio pahali pa maombi mazito. Kwa hivyo tuombe kabisa yale ambayo yatatokea hapa yao ya kuunganisha taifa letu na kuhakikisha tunaenda mbele bila watu kusumbua wengine. Jambo langu la pili, nataka nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu kwa hiyo harakati yake ya kuunganisha watu wote, nataka nyinyi mtafakari
watu wa Kapkugo, nataka mtafakari, ni wangapi katika Kenya hii wanaweza pigana kwa mambo ya kisiasa, wawe na competition kali kama tulikuwa nayo ya kura, lakini yule ambaye ni mshindi ashike yule mwenzake mkono, aseme nilipata ushindi, lakini na mimi sasa na kushika mkono, tutembee na wewe tupambane, tushinde Afrika moja, ambayo itahakikisha kwamba usalama wa kina mama utakuwa thabiti hata zaidi. Haya ni mambo mazito ambayo Rais wa Jamhuri ya Kenya anatekeleza. Kwa hivyo, ndugu na dada na Wakenya ambao mnatusikiza, it looks easy kwamba mpira ni rahisi ukiwa wewe ni spectator hapo kando. Ingie kwa kiwanja ndio ujue hata uwezi kimbia hata kidogo. Hata juzi speaker atasema akiwa hapa, wakati walikuwa na michezo ya East African Community kule Mombasa, mataifa zote za EAC zikakuja hapa, wakasema wanataka mbio ya 100 meters. Rais pale, huyu speaker pale na maspika kutoka bunge zingine walipotimua mbio, huyu speaker hakumaliza. Atatuambia ni nani alishinda, lakini yule alishinda ni bahati tu sikuwa hapo. Kwa hivyo, ndugu na dada wa Kapkugo, tuko pamoja. Kenya ni moja, tutasimama imara. Tunataka Kenya ambayo ni moja na taifa ambayo ni bora. Na mimi nasema tuombe kabisa mambo yetu ya kitaifa yaende vizuri na tuwe na amani katika taifa letu. Rais wetu pia ana jukumu nyingi za kulinda Afrika nzima. Yeye ndio champion wa kuleta mabadiliko katika African Union. Yeye ndio pia chairman wa East African Community. Yeye ndio pia anahakikisha kwamba mambo ya uhusiano na kuja kwa nchi jirani ambazo ziko hapa. Kwa hivyo ana jukumu nyingi, na sisi wote tumuunge mkono kama Wakenya wazalendo, tuende mbele. Sasa Bwana Spika wa Bunge, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, kuja utuambie ni nani alishinda. Asante.